So hey guys, which is your weirdest place ushipiga michi? I'll go first. Jamti. Yes. Story time. So, nilikuwa na date a guy mwenye alikuwa 10 years older than me, you know. Si unasikia madem tunasema oh we want them wenye ni older than us, sijui machua au ndio machua. So this guy like yote ujue nikimdate bado nilikuwa ndo niko 20. Na yeye alikuwa shaenda hiyo floor nyingine, that floor. Mimi bado niko ndio hata naanza second floor, niko 20. So the guy alikuwa so much mature na alikuwa anani control. Kila kitu yote alikuwa ananiambia, nilikuwa nasikiza. Akisema tufanye hivi, mimi nakimbia nafanya hivyo. Akisema ni hivi, tunaenda hivi, ni hivyo. Na nikikataa alikuwa ananipiga. Unaona? Na hiyo time sikuanga naona kama hiyo ni red flag by the way. Eti mwanaume kunipiga. Mimi nilikuwa nasema by the nilikuwa najifikiria na jambo enyewe niko na makosa hizi nipiga for no reason. Unaona? So nikidate that guy alikuwa anani make ni agree to anything yenye alikuwa anataka. Ikifika ni asubuhi aniambie today we are going somewhere. Hata kama nilikuwa na plans zangu zingine za kufanya anything else, tutaenda hapo penye anataka. Unaona? Alikuwa anani control. Na I used to think hiyo ilikuwa mapenzi. Unaona? Msikuje hapa kuniambia mimi napenda stories za mechi ama mimi napenda mechi sana. No, mimi nasemanga tu vitu zenye wewe huwezi sema. Pia unajua kuna weird place yenye ulipiga mechi, but huwezi sema. Ni wenye tu mimi nasema. So, the guy kuna siku moja alikuwa akiniambia tunaenda kulewa. Ukumbuke mimi nilikuwa mimi ni mtu nimegrow shago. Like ushago already kulewa, that's a taboo wetu. So sijaona mwanamke akilewa, sijaonja pombe, hata ile muratina like hizo pombe za huko home. Hizo zote hakuna kitu nilikuwa nishaionja. So akaniambia leo tunafanya nini? Ilikuwa nini yetu, anniversary yetu ya 1 year. So he was like, leo tunaenda out, we go sijui nini, dinner nini, then after that tunaenda kupati na kulewa. I was like, mimi sipendi ulevi, mimi sitaki kuenda kulewa. He was like, uko na mimi, nini unaogopa? Bidhi alikuwa ananiambianga mimi nitakufanya upende vitu zenye wewe upendangi, because you must love, if you love me you must love what I love. You see, manipulation at its best. So na mimi nilikuwa convinced this is love, unaona, because this person is so grown up. Yani mimi singefikiria na ni mislead, unaona, juu bado nilikuwa ndo nimeanza kudate. Sikuwa najuana na story na mapenzi ama nini. So this guy akaniambia tukienda date tunaenda tukule tukunywe alafu turudi tuende party. Akanimentionia places na nini ni choose one. I was like, mimi na prefer tuende dinner then turudi kwa like mimi nirudi wewe uende party, because ama tununue tukuje tukunywe kwa nyumba, tuko kwa nyumba. Mimi siko comfortable kwenda kwa clubs nini. After all, si feel safe nikiwa huko. He was like, I said you must love what I love because you love me. So because I love starehe na nini, mimi nikimpata I knew ni mtu wa starehe. Nilijua ni mtu anapenda pombe, ni mtu anapenda vitu za furaha hivi. But sasa mimi sikujua kama atakuja kuanza kuniforce to love vitu zenye alikuwa anapenda. So he was like, mimi na tunaenda na lazima you must do that. Na mimi nimemwambia I was convinced to thinking that as long as this man is providing, ananipea anything I want, he should control me. Nimwambia nikikataa kitu alikuwa ananitreat kama mtoto. Na hakuna time ashaikuwa ananitreat kama mimi ni partner wake aniulize anything ati nifanye nini ama no. Decisions zote alikuwa na make. Na ki make decision hakuna no. Whether nimekubaliana naye ama nimekataa. Si bora si cheat. Si bora sina dem mwingine ni wewe peke yako. So any other thing I do, it's none of your business. As long as uko comfortable. Si nimekuprovidea kila kitu. Si nimekupea everything. Na mimi niko zile za naitikia kila kitu, because nilidhani kuprovidiwa, kupewa anything you want, hiyo ndio mapenzi, na that is what we look for in a guy, unaona. So the guy hiyo siku akaniforce, akaniambia tunaenda wapi? Tunaenda kulewa after tumetoka date. Na mimi nikajaribu kukataa, akaniambia you must. So I was like okay, si nitakuwa na yeye. So mimi kumbuka nilikuanga nimetoka ushago nikijiambia mimi sitawahi niingiza kwa hizi pombe na anasa. Unaona vile tulikuwa tunaandika kwa insha eti akajiingiza kwa mambo ya pombe sijui nini na anasa venye alienda campus. Alafu lazima tu ungefanyikiwa na kitu mbaya hapo after umejiingiza kwa anasa na hizo pombe na nini unaona. So mimi nilikuwa naogopa, nilikuwa najiambia no. Sasa what if nipatane na mtu wa home huko? What if mzazi wangu asikie ama vitu kama hizo zitrend, unaona?
So the place yenye tulikuwa tunaishi haikuwa town. Ilikuwa ni place yenye unaacha main road, then unaingia hivi. Ni kama like kuna sijui niseme kichaka ama nini. Hiyo place iko hivyo, unaona? So si tukatoka tukaenda date. Then after ikakuwa sasa tuende nini? Tuende ulevi. So tukaenda ulevi. Tukafika, kumbuka mimi sitaki kulewa because mimi si uko used to kulewa. The guy akalewa. Juu yeye amezoea. Kuziteremsha, hii ni kitu yake. Na mimi naakewa kadogo hivi na nasikia kutapika bro. Niko zile za what the hell, nita survive aje? Kidogo nimeanza kusikia nimeanza kuongea sana. Yes, naongeanga sana but this is extreme. Hii imekuwa too much. So the guy, kumbuka yeye akui mlevi. Unaona venye mimi naendelea kukunywa kadogo, the more naendelea kulewa na kukua unconscious, like sijui anything ina happen ama nini. So mimi nikasikia mimi hapa nikiendelea hivi nitafanya nini? Nita lose control over myself. Na hiyo ndio kitu yenye sikuwahi taka kwa maisha yangu. Nikuwe eti mimi sina control over my body ama myself. So the guy hizo imefika saa 6 usiku, saa 7 inaelekea saa 8. I was like, nikamwambia mimi niko sleepy, I want to go back and sleep. Akaniambia no. Imagine sasa ni saa 6, ni saa 7 almost saa 8. Akaniambia no, hakuna mahali unaenda. So alikuwa na his friend na girlfriend ya huyo best yake. So the girlfriend na the friend awako my friends. Mimi hatuko tunaweza ongea ama tunaweza fanya anything. Kumbe this guy alikuwa ashaambia huyu mwanaume, huyu dem anasikizanga everything yenye namwambia. So juu nitaenda nimleweshe atakuwa tipsy. Alafu kitu utakuja kufanya ni mimi nakuanga na fetisha kukulana kwa mti. Like natakanga ku experience hiyo kitu, sije experience. Nasikianga huyu rafiki yake alikuwa asha try na demu yake. Na huyu alikuwa anataka sasa ku try na mimi. Sasa si akamwambia nataka tufanye kitu na huyu demu. Akikisha kwa tipsy kidogo juu aje elewa, nitaenda nimconvince tufanye hivyo. So fanya aje? Ile mti yao ulifanyiaga na huyo demu wako utatufanyia nini? Utatuplug na utaenda uturecord tukifanya hizo vitu na huyo demu. Mimi sikuwa najua sasa hizo ni plans walikuwa already washapanga zenye nilikuja kujua later. So the guy alikuwa zile za nikamwambia mimi nataka kwenda home. Sasa ni saa 8 saa 9. Akaniambia tunaenda ikifika saa 9. Mimi niko zile za ni sawa. Si imefika saa 9. After kufika saa 9 tukatoka kwa club, tukaanza kwenda kwa barabara. Mimi naona watu wanaendelea kunilead kuingia ndani like yes route kalikuwa but sasa hiyo time tumepitia route nyingine yenye mimi sijaijua. Kumbe yeye ni direct, huyu rafiki yake anamdirect amfikisha kwa kale kamti kadogo kafupi kenye alifanyanga yeye na demu wake, unaona. Sasa tumeanza nini? Tumetembea hivi, tumefika. So the guy alikuwa ashaniambia already anakuwa na fetish ya kufanya vitu kama kukulana kwa mti, like so many fetishes alikuwa nazo. Na mimi nilikuwa nadhani sasa unajua ukikuwa na fetish maanishi lazima ufanye. Unaweza kuwa nayo na ukipata chance unaweza fanya but it's not a must you do it. So tukafika hapo. Venye kumbuka mimi bado nimelewa. Si eti sijui kitu inaendelea but nimelewa. So sijui nimelewa but najua nasikia anything yenye inafanyika na naweza jicontrol, unaona. Si like for part 2 niwaambie venye kulienda. So after kufika kwa hiyo kamti, best yake ashamwambia ni hapa na kamti ni hii. Hiyo mti ilikuwa ni mti yenye imegrow hivi, then inakaa ni kama imespread. Unaona like leaves zake na the branches zinakaa ni kama zimespread. So hapo juu inakaa ni kama nikakitanda hivi, unaona. But sasa huku chini hayuko that much grown. Unaona? Na si eti nataka so much kupanda, unaona? Ni yenye mtu anaweza panda then anakushikilia. So the guy venye tulifika hapo akaniambia, babe, unajua vitu nimekuanga nikikwambia by the way, mimi nimekuanga nikitaka tufanye kitu fulani. Nikamuuliza kitu gani sasa? Nimwambia niko mlevi but si eti siko conscious. I can feel, I can see, I can hear everything. Unaona? Na I can control myself. So akaniambia, unajua mimi nimekuanga nasikianga. Si nilikwambia nakuanga na fetisha kulala kwa mti. Na sasa it's our anniversary, si tunaweza ifanya to mark our anniversary na to strengthen our bond. Unaona? Manipulation. Nimwambia this guy alikuwa the greatest manipulator. Ananiambia eti anataka this we mark our anniversary na tuiongeze kitu kidogo ndio ikuwe our love ikuwe strong, sijui nini. Mimi niko zile za sasa is this the way tunafanya nini yetu ikuwe strong, like hakuna njia zingine. Kama ni mechi sisi tunaweza pigia kwa nyumba, si lazima tufanye vitu. Lakini he was like no, mimi imagine nilijiambia first anniversary lazima nitimize this fetish yenye nimekuanga nayo na lazima I must, because wewe ndio my girlfriend, we must do this. Na because I have convinced my mind lazima tufanye hivi, we must.
Mimi niko hapo nasikia bana. Na hiyo nini yenye alikuwa amenipea ni ile inafanyanga mtu anasikia ni kama uko na majoto ama uko na vitu zako. So I was like, how now? Nasikia joto, nasikia ni kama, lakini aje sasa? Juu pia mimi nilikuanga nataka kuexperience kitu kama hiyo bana. Wewe ukipata chance kama hiyo uta waste kweli. So mimi najiambia hapana. Like no, si uko ready kufanya this, but I must. Like it's like nataka, but ni weird, unaona? So the guy akaniambia no, usikuwa afraid. Si mimi I got you, niko na wewe. Sasa na niko na friends hapa, but they will not see us, unaona? Kijana manipulate. Kijana ameniambia because you love me you must do what I love. You must show love to me anywhere, any place. Baby hata before alikuwa ananiambia nikitaka anywhere you must give me. You should, because you love me, I love you. We are lovers and we must do this anywhere. Na mimi nilikuwa naona si mimi napenda mechi. So mbona niseme eti wewe sijui nini? Ni sawa. Hata ukitaka wapi tunapigia hapo. So mimi nilikuwa namwambia yes, we'll do anywhere. Si tunapendana na kila mtu hapa anapenda mechi. Hakuna mtu apendi mechi hapa. So we will do it. Sasa ameni manipulate, amenizungusha, ameniambia you know, I hate it venye nikijaribu kukuambia kitu na unakaa ni kama utaki. Nimemwambia sasa nilikuwa nasikia niko na joto, najaribu kujicontrol, but mwili inaniambia wewe fanya bana, si nikufanye unafanya, unaona? Kumbuka the friend na the girlfriend bado wako around. Si eti wameenda like wametuacha hapo sisi tunaongea, but wako hapo tu karibu na ni saa 9 usiku. Kumbuka hivyo. So wako hapo tu karibu na sisi na mimi niko hapo. So nikakuwa convinced. Sasa ananiambia unajua sasa hata huyu best yangu pia yeye alifanya hivyo na hiyo ni funny, you'll enjoy, sijui nini utapenda. Mimi nikajiambia sasa mbona nikatae? Mbona nisikubali na ni kitu yenye pia mimi nataka na nasikia nataka. So si tuende bwana, kwani kesho? Is it tomorrow? Kwani kesho? So si tunangangana kupanda kwa kamti. Mimi ndio nikapanda kwa kwanza. Na yeye akanifuata nyuma. Ni mbaya. Tukafika juu ya mti. Sasa venye tumefika juu ya mti nimesikia huyu rafiki yake na demu yake wameanza kukaribia. Si nimwambia huyu rafiki yake alikuwa ameambiwa tukifanya hii kitu wewe uturecord, hiyo ndio itakuwa kazi yako. Unaona? Sasa si akakuja hivyo. Akakuja, nimeanza kusikia wanaanza kuongea wakikaribia. So ni kama walikuwa wanangoja tufike hivi ndio afike. Si bro tulipiga mechi. Karibu tuvunje hiyo mti. Karibu tukate hiyo mti bana. Because kama mti kanatikika mimi najiambia enyewe si tutaanguka. Lakini sasa hata kakitikika bado najiambia lazima kasonge. Bado kanaendelea tu kusonga. Almost 30 minutes bwana. Je, ya mti. Na huyu kijana ule mwenye akuka kwa hivi tu ana record. Seriously. Anachukua kila kitu. After that mimi ndo nilikuja kujua alikuwa na record. The guy alikuwa anataka the video ndio wakuwa anaitumia kumtano. Unaona? Unajua fetish inaweza kutana na hata ukiwa anywhere, unaona? So ikuwa ni za mtano na akiwa before mechi ama nini. Na mimi venye nilikuja kujua wali record. Sikuwa na shida because it's okay wali record. Na ni vitu zenye kila mtu anafanya. So hiyo haina issue. After all, au nioni nini vizuri like kitu unaona tu ni sijui na explain aje. Ni hiyo tu unaona kama mti kanatingika, sijui nini. Si yako Sasa kumbuka mataa za huko town zimetumulika. Bro, mtu angekuwa anapita hapo kwa main road na focus hivi, angekuwa anatuona. Kulikuwa na some kind of light. Ilikuwa mbaya. Sisi tukapiga vitu zetu, tukafanya vitu zetu. Tukamaliza. Na mimi juu nilikuwa na majoto, nilikuwa nasikia kaendelee bwana, hata tuendelee hata ifije hadi kesho, because hata wewe ukipata chance ya kukulana place yenye umekuwa ukidhani ni ndoto, like kitu kama hiyo kufanyika ni ndoto, si pia unaweza wish iendelee hadi the following day, hadi the day after the following day, kila siku. Si wenye tulimaliza hivyo sasa sisi tukashuka, na then the boy akaniambia unajua mimi I had that moment recorded, unaona, juu nilikuwa nataka ikuwe kwa it's our anniversary, so lazima ingekuwa recorded ndio tukao tunaitumia, tukisikia tunataka tunajiangalia hapo, tunajiadmire. Kumbuka hata tuonekane sura ama so much, unaona tu mavitu mbili kama logs za mti ziko tu but the process unaiona vizuri. Sasa si tukamaliza bro, alafu sasa tukaenda home. So the guy convinced me hiyo si issue,
na tukaendelea kukaa hivyo. Huyu mwanaume alikuwa anataka kunitumia like kufanya nini, satisfy fetishes zake zote, na mimi nilikuwa nadhani hiyo ni mapenzi because I loved him so much and I was obsessed. Sitasema love because hiyo ni obsession. I was obsessed with him. Kama wewe ni dem, wale usiwe kuwa obsessed na mwanaume atakumanipulate, because this guy alikuwa anani manipulate juu alikuwa anajua, alikuwa ananichukulia kama katoto kake. Yani kila kitu, hakuna kitu mimi ningejifanyia yenye ningejiamulia na nini yangu, no, ni yeye alikuwa ananiamulia everything. Na tukakuja tukaachana, imagine after hizo vitu zote tulifanya, because hiyo mtu ndio ilikuwa weird. Kuna zingine kali moto let me know kama mnaweza taka kujua the rest, but tulifanya vitu mingi, we did so much, na si regret anything. I don't regret anything because we were lovers and we were in love, so that's okay. So thank you guys for watching. Remember to subscribe and subscribe for more stories, na upitie stories zangu zenye nimepost hapa pia, ni kali, ni moto. Bye guys.